لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا معه في الله واجتهدوا. أما بعد، ndugu zangu, baada ya utangulizi huo, nichukue fursa hii kuwakaribisheni wote, kila mmoja kwa nafasi yake alionayo, kina baba, kina mama, walimu wetu, wazee wetu, karibuni sana. Lakini pia hania lakum bil fawz, hongereni kwa kufaulu. Sasa kila hatua mlioikanyaga kuja kwenye mkutano huu ambaye ni mkutano mtukufu, mliandikiwa thawabu. Kama mliandikiwa thawabu kila hatua, mmeacha shughuli zenu, basi mmefaulu. Tunapaswa kusema hania lakum bil fawz, hongereni. Tunawapa mkono wa hongera kwa kufaulu. Hamkushindwa na biashara. Zile biashara hazikuwafanya mshinde, zile kazi hazikufanya mshinde kwenye mkutano kama huu. Kwa hiyo hongereni. Lakini muda mchache uliopita amekuja ndugu yangu Sheikh Mustafa bin Ali, Sheikh wa kata Itololo, naye ameingia. Alhamdulillah, ameingia. Kushukuru, karibuni sana Sheikh. Hamkuchelewa, mmewahi. Mzee mmoja alikuwa anatufundisha kwamba aliyochelewa ni yule aliyobaki nyumbani kabisa hakuja. Lakini kama amekuja, amewahi. Ndugu zangu Waislamu wote, leo tuna, kama alivyoarifisha katibu wetu, tuna ndugu yetu hapa ambaye amekuja kumwakilisha mheshimiwa mbunge na rais na waziri wa utalii, maliasili na utalii, ndugu yetu Bwana Muhammad Saloka, ambaye yeye ni mwenyekiti wa halmashauri, makamu mwenyekiti wa aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri wilayani Kondoa. Yeye ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilayani Kondoa. Yeye kama mwenyekiti hayuko, anashikilia majukumu. Ndio maana mbunge akamwamini, akaja. Hivi tunavyomuona ni sawa na kumuona mbunge. Karibu sana Mheshimiwa Sheikh Muhammad Saloka, karibu sana. Maeneo haya ni yako, ni ya kwenu. Tumefurahi kukuona. Tupelekee salamu, japokuwa si wakati wa kusema kwamba tumefurahi mno Mheshimiwa wetu mbunge kuendelea kututhamini. Mwaka jana tarehe kama hii tulikuwa na baraza la Idi ndani ya kata hii, lakini alihudhuria na leo amehudhuria. Madamu amehudhuria, ni yeye amehudhuria. Turudishia salamu kama tunamshukuru, na sisi tuko na yeye bega kwa bega. Sisi tunachomuunga mkono ni dua, na alhamdulillah. Kwa hiyo tukae sasa, tusubiri zawadi walizokuja nazo mashekhe. Ni rasmi madhumuni ya mabaraza haya, na wale ambao hamjawahi kuja pengine kwenye mabaraza yetu haya ndani ya kata. Kwanza tuna mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kuwakusanya waumini wakakaa sehemu moja, halafu mashekhe zetu wakapata fursa kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tulishindwa kuwaita watu waje tu, tukaona tutumia anwani ya baraza la Idi. Japokuwa leo sio Idi, ilikuwa baraza la Idi ni siku ya Idi, lakini tungetumia anwani gani waje watu? Tukaona tutumie anwani ya baraza la Idi, lakini huwa tuna baraza la mwaka mpya, huwa tuna na baraza la Maulidi ndani ya kata yetu. Kwa hiyo ni hatua moja au kipengele kimoja ambacho kinatufanya tukusanye watu kupitia mabaraza haya matatu ndani ya mwaka, ili mashehe zetu wapate fursa ya kuwapata waumini, halafu wafikishie ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nukta pili ya kukutana kwenye mabaraza haya, huwa tunafanya harambee kwenye eneo husika. Pengine
makatibu wetu hawa watatusomea leo kuna kitu gani kinahitajika tufanye hapa, watakuja kukusomea pia, watatusomea sisi wote. Leo tuna harambee ya nini, watatusomea inshallah. Lakini jingine ambalo limeleta manufaa, tulikusanyika tukawa tuna muungano wa kata tano, na shekha wa kata tano tuko pamoja. Hata wakati wa iftari mwezi uliopita tulikuwa tunashirikiana nao kata ya Galapo. Kulikuwa na sehemu ya kufuturu kama kata zote tano, tunakutana na mashekha wa kata tano: Galapo, Kashi, Kikore, Kisese na Itololo. Kwa hawa tuko pamoja, lakini inshallah mwaka huu baadhi yetu walikuja wakafuturu Masange. Ni ishara ya kwamba mambo haya yanatupelekea huenda matarajio yetu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu tukaungana zaidi ya kata hizi. Na kwa nini tunaungana? Tunaitafsiri aya ya Mwenyezi Mungu kwa matendo, si kwa maneno. Wa'tasimu bihablillahi jamia, kwamba tuungane kwenye kamba ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Kwa hiyo hayo kwa ufupi ni haya, ni nukta mbili tu kwenye mabaraza haya. Ni mashekha kuwapata waumini waufikishie ujumbe, maana mashekha ndio walezi, wanawalea waumini kiroho, kiimani. Lakini la pili ni hiyo kufanya harambee. Lakini namba tatu ambayo ni nukta muhimu ni kuendelea kuungana kama ulivyowaona mashekha wakati ya jirani yako Tololo, umemwona shekha wa Kisese huyu hapa, shekha wa Galapo, shekha wa Kashi niaba yake yuko, mimi kama mwenyeji. Kwa hiyo ni faida ambazo zinapatikana kwenye vikao kama hivi. Kwa hiyo inshallah jamaa, tukisomewa na makatibu wetu au wasimamizi wetu kwamba leo tunataka tuchangie kitu gani, harambee leo ni nini, kila mmoja aanze kujipanga na kujiandaa. Ni jambo la imani, na kuchanga huchangii tu kinachochangiwa, bali unaichangia nafsi yako, unaitengenezea nafsi yako mazingira. Baada ya maisha haya mafupi tufike kwenye maisha mazuri, maeneo ya kukaa muda mrefu. Baada ya hapo tunarudisha maiki. Niwashukuruni kwa kuitika mwito wetu, lakini niwashukuruni sana kwa kujituma na kwa kutulia. Hongereni wasomaji, lakini pia watangazaji, waandaaji wetu. Kama fursa ipo, nimeona baadhi ya wasomaji ingalau nikipita jambo na wao tuwape nafasi kama kina Miraji na wengine nimeona na wasome Qur'ani. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.